Amen. 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 Hallelujah. Hebu mshukuru Bwana, mwambie Bwana, naomba useme nami jioni ya leo. Baba, ninakuinua, ninakutukuza. Niko madhabahuni pako Bwana kwa ajili ya makutano uliyowanunua kwa damu yako. Asante kwa ajili ya heshima hii. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Ninaomba Bwana ukaonekane, kwa kuwa Mungu umesema nami naomba nikaseme na watoto wako. Kwa jina lako Yesu ninakushukuru Mwokozi. Amen. Naomba uketi sasa. Shemasi, unisaidie madhabahu hile ili nishuke hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natamani tuko ndani ya maombi ya siku 40. Haleluya. Lengo letu ni kumtaka Bwana na nguvu zake, na lengo la maombi haya ni kupata mpenyo ndani ya 2026. Haleluya. Kwa nami kama mjumbe wa Bwana nimekuja nikutie moyo ndani ya maombi haya na matokeo makubwa ambayo umeamua kwa ajili ya maombi haya. Lakini katika maombi haya nilikuwa namuuliza baba mchungaji, nikamuuliza neno la mwaka linasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanalizingatiaga neno la mwaka ambalo Mungu anakuwa amempatia mtumishi wake kwa ajili ya kanisa? Wangapi wanazingatia? Yes, asante. Na wangapi mpaka leo hii wanaweza kukumbuka maandiko ya andiko la mwaka? Wangapi? Labda umekoti mahali, umeandika mahali, au tayari Mungu amekusaidia umeyakariri yale maandiko ya mwaka. Unayo? Au alinitumia baba mchungaji? Mnayo maandiko ya mwaka? Mnayo? Au neno la mwaka? Au nimeongea tofauti? Yes. Lakini kwa mimi, kwa sababu nilimwomba mchungaji nijue ninasimama kwenye madhabahu yenye neno gani, nilitumiwa kwamba ni kudhihirishwa kwa mamlaka ya kimungu juu ya watu wake, lakini pia kuwatia adui chini ya miguu yetu. Tunaweza kuwa sawa? Kuwatia adui chini ya miguu yetu, lakini kudhihirisha mamlaka ya kimungu juu ya watoto wetu, juu ya watoto wake. Mamlaka ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati ninatafakari akanirushia maandiko. Haya maandiko yanapatikana kwenye Mathayo 28 mstari wa 18 mpaka 20. Moja nisomee. 28 mstari wa 18. Labda naweza nisome. Inasema hivi. Okay, soma mtumishi wa Mungu. Labda tutumie maiki kwa ajili ya mitambo yetu. Ishirini na nane 18. Okay, andaa wewe Luka 10:19. Andaa wewe, mimi nisome 28:18. Wewe andaa 10:19. 28 inasema Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Alafu 19 anasema, basi enendeni
mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa mimi kwenye mistari hii nasomaga hivi, nikianzia mstari wa 19 ninasomaga hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ninaruka ninaenda 20a tena, anasema na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Narudi 19b, anasema mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Narudi 20b, anasema na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndio andiko ambalo ninasimama nalo na mimi katika madhabahu ya SGC. Lakini katika kusimama na andiko hili, kichwa cha somo ambalo tunaenda kujifunza katika semina hii inasema kutambua majira sahihi ya kufanya jambo. Kutambua majira sahihi ya kufanya jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutambua majira sahihi ya kufanya jambo. Ndugu zangu, kwa thamani ambayo mlionayo mbele za Bwana, safari yangu ilitakiwa jana nifike hapa, niingie hapa jana, lakini safari ikaenda isivyo, ikabidi nilale Mbeya. Nikiwa Mbeya, nimejiandaa, nimetoka hoteli, sasa naenda kula. Nataka kuanza kula, somo liliokuwa limeandaliwa sio hilo ambalo nilikuja nalo tangu nimejiandaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo liliokuwa limeandaliwa silo kabisa. Nikawa namchekesha baba mchungaji, nikasema Mungu amebadilisha gia angani. Wakati naanza kula, nikaanza kupewa somo hili kwamba kutambua majira sahihi ya kufanya jambo ndilo somo utakalosimama mbele ya watu wangu. Sasa unawazi, sasa tutafanya nini wakati wewe ulijiandaa hiki, lakini Mungu anayewajua watu wake anakupa kingine. Nikasema okay, Mungu tuendelee kuzungumza na watu wa Mungu wa SGC. Kinachonifurahisha ni kila ambacho Mungu amenifundisha mimi. Yaani kwamba baada ya mimi kutoka SGC, nitakaporudi Sempema au LGC, nitakuwa mtu wa tofauti sana katika majira sahihi ya kufanya mambo. Kwa sababu yawezekana bila ratiba hii Mungu asingesema na mimi juu ya majira sahihi. Mungu alinipangia ratiba ya kuja kusimama kwenu ili mimi nipokee zaidi kwa ajili ya wakati sahihi ambao Mungu ana makusudi na mimi. Katika somo hili tutaenda kujua majira ni nini. Majira ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Majira ni nini? Majira ni vipindi au ni kipindi cha muda fulani cha msimu, au muda mwingine tunaweza kusema majira ni msimu. Amen. Mfano, majira ya mvua ambayo ni masika, majira ya kiangazi, majira ya joto na majira ya baridi. Lakini kwa nini haya majira yaliwekwa? Na kwa nini Mungu atuelekeze kutambua majira sahihi? Kwa nini Mungu atupe muda wa kujifunza kutambua muda sahihi au msimu sahihi au majira sahihi? Kwa ajili ya nini?
nini tunapata faida kwa mtu anayezingatia majira sahihi kwa ajili ya kutenda jambo fulani? Nini kinatokea? Kwa sababu bila kujua majira, mtu yeyote aliyeko chini ya jua, bila kujua majira ya kufanya jambo fulani, hawezi kufanya jambo lolote, kwa sababu mtu au kitu chochote kinatembea kwa majira. Bwana asifiwe sana. Majira haya Mungu ameyaweka kwa ajili ya kuwa na nidhamu. Majira yanatuelekeza kutuonyesha nidhamu katika vipindi vya maisha. Mtu ambaye anatembea na majira sahihi anamaanisha anatembea na nidhamu ya binafsi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Mungu mwenyewe ni Mungu wa kufuata majira. Kufuata majira. Mungu hakurupuki kufanya jambo. Mungu hafanyi kiholela, anatembea kwa majira. Kama tumegundua, kuna msimu wa kiangazi, kuna msimu wa masika, kuna msimu wa baridi, kuna msimu wa joto. Ndipo tunagundua hata kwenye maisha kuna vipindi tofauti tofauti, ili kusudi mtu awe mfanisi, afanye vizuri, atende kwa ufasaha, atende bila kuwa na wasiwasi. Lazima ajitambue ya kwamba kwenye maisha viko vipindi tofauti tofauti ambavyo mwanadamu anaweza kukutana navyo. Haleluya. Na mtu yeyote ambaye hajajiwekea utaratibu wa kwamba maisha yana vipindi, maisha yana mgawanyiko wa kutembea nayo, anaweza akachanganyikiwa endapo amefika kwenye msimu fulani kwenye maisha na yeye hakujua katika maisha kwamba kuna mabadiliko, anachanganyikiwa. Na ndipo pale wengi ambapo mambo yakibadilika, mambo yakichanganya, anashindwa afanye lipi, kwa sababu ndani yake hakuwa na majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kawaida ya wanadamu, tunapoingia kiangazi wala tuchanganyikiwe. Nani anachanganyikiwa tukiingia kiangazi? Hakuna anayechanganyikiwa, kwa sababu anajua ni msimu wa kiangazi. Na msimu wa kiangazi mtu anajijua kabisa, kiangazi nitakutana na jua kali, anajielewa kabisa. Na mtu anapoona kiangazi ndio hiki hapa, tutamshangaa anapobeba mbegu za mahindi na jembe, anaenda shambani kwenda kupanda. Labda awe na kilimo cha umwagiliaji, lakini hivi kwa kilimo kinachotegemea mvua, tutaanza kumuuliza, wewe mwenzetu, wakati mvua inanyesha hukupanda, jua linawaka ndio naenda kupanda, unamaanisha nini? Kwa sababu kila jambo linatembea kwa msimu, kwa majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa leo hii mvua zimenyesha, watu wanakimbizana shambani, watu wanapanda na kupalilia, kwa sababu ni msimu wake, ni kipindi chake. Haleluya. Kwa maisha yaliyo na majira sahihi, mtu anayetembea na majira sahihi, huwezi kumkuta amefadhaika, huwezi kumkuta ameacha imani, huwezi kumkuta amepotea, kwa sababu anaelewa kipindi hiki ninaweza kukishinda kwa namna hii, namna hii anafanya hivi, kwa sababu anaelewa niko kwenye kipengele fulani cha maisha. Kwa hiyo maisha bila majira sahihi umekwenda tofauti na mwelekeo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiangalia kuanzia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1